Katika hii dunia kama hauna kitu cha kubadilishana, utaishi unalalamika, kwa sababu dunia inahitaji mbadilishano. You are here to solve people's problem. Inabidi utatue matatizo ya watu ndio upate pesa. Kila anayetatua tatizo analipwa. Usije hapa unaomba baba nipe pesa, baba nipe pesa. Anataka ubadilishane. Money is just medium of exchange. Tunabadilishana tu, lakini ile value, ile thamani imebebwa katika kile ambacho umekibeba wewe. Kwa hiyo kama tuko hapa kutengeneza mbadilishano, wapendwa. Tuko hapa kuleta mbadilishano. Neno la Mungu linasema kabla Mungu hajatuumba atujua. Ndivyo anasema kwenye Yeremia 1:5. Anasema kabla sijakuumba kulikuwepo na tatizo. Kwa hiyo alikuleta uje kutatua matatizo, alikuleta uje kuombea wagonjwa, alikuleta uje kufufua wafu, alikuleta uje kuwatia watu faraja, alikuleta uje ulee watoto wako, alikuleta kwa sababu ana kusudi na wewe. Na hilo kusudi uweze kulifanikisha, lazima ujue namna ya kulipa gharama. Hakuna mtu anatimiza kusudi bila kulitumikia kusudi. Hakuna mtu analipwa bila kuweka hiyo nguvu na kulipa gharama. Gharama ni exchange, ni ubadilishano wa thamani. Ili kusudi upate kitu kipya, lazima uache kitu cha thamani. Yaani lazima kuna kitu inabidi uachane nacho. Bwana apewe sifa. Musa alilazimika kuacha ikulu ya Farao ili aupate ukombozi wa wana wa Israeli. Kwa hiyo yeye kuwa kiongozi aliyeongoza taifa la Israeli kutoka utumwani Misri kwenda kwenye nchi ya ahadi, alihitaji kuacha ikulu. Miaka 40 Musa yuko jangwani anateseka. Hakuna mtu atakuwa mkuu katika dunia hii kama hayuko tayari kulipa gharama. Hautakuwa mama mzuri kama hauko tayari kulipa gharama. Hautakuwa baba mzuri kama hautakuwa tayari kulipa gharama. Hautakuwa mchungaji mzuri kama hauko tayari kulipa gharama. Hautakuwa mama mchungaji mzuri kama hauwezi kukesha ukaamka alfajiri, ukaamka saa 9 ukaomba. Utasikia tu watu wanakuwa. Lazima ukubali kulipa gharama, na tuko tayari kulipa gharama. Bwana ametuita, Bwana ametupa agizo. Yeremia anasema, nitawezaje kutulia ikiwa Bwana amenipa agizo? Unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, lazima ujue kulipa gharama. Utatakiwa kusave kusudi uweze kupata mtaji. Hautapata kanisa kubwa bila kwenda kushuhudia, bila kwenda kuombea watu. Kila mahali kuna kanisa, tena Dar es Salaam kuna makanisa mengi sana. Kwa hiyo sisi tulioko hapa lazima tuwe tuna kitu cha tofauti ambacho kinatofautisha na mtu mwingine, kwa sababu kila mtu ana washirika. Haumuelewi yule mchungaji kwa sababu sio mchungaji wake. Kwa kama kuna mtu yuko hapa nyumba ya maono ananielewa, na ili kusudi anielewe lazima niwe tayari kulipa gharama kusudi anielewe. Lazima ukubali kulipa hiyo gharama. Lazima kama unataka kuwa mtu mkuu, lazima ulipe gharama. Uende kwa Farao umwambie uachie watu wangu. Musa akajiangalia. Musa aliyekuwa ameikulia ikulu, Musa ambaye alikuwa ni mtu ambaye amesoma, anamuuliza Bwana, mimi ni nani? Ameshapigika, ameshachoka, lakini Mungu amempeleka hapo kusudi aweze kulipa gharama ya kuongoza taifa. Hauwezi kuwa rais bila kulipa gharama ya uraisi. Alikuwa anampeleka mahali ampitishe kwenye kampeni. Kampeni yake ilikuwa tofauti na ya vyama vya siasa. Ilikuwa ni kampeni ya kumtafuta Mungu, ilikuwa ni kampeni ya kumbadilisha, ilikuwa ni kampeni ya kuondoa ujinga wa ikulu. Mungu atakupeleka mahali, lakini lazima ulipe gharama. Uko tayari? Anaweza ukawa mama mzuri, unaweza ukawa baba mzuri, lakini lazima ulipe gharama ya kuacha kiburi. Lazima ukubali kukosolewa, lazima ukubali kusemwa, lazima ukubali kukesha. Kuna vitu ambavyo lazima uachane navyo. Na Mungu anapokutana na Musa anamwambia, Musa, hapo ulipoketi, hapo ulipo ni mahali patakatifu. Kwanza vua viatu. Kuna viatu uko navyo Mungu anataka uvivue, lakini hauko tayari. Kuna viatu umevivaa katika wokovu wako unatembea navyo, Mungu amesema uviache. Kuna watu wameokoka lakini bado wana girlfriend. Kuna watu wameokoka bado wanazini. Kuna watu wameokoka bado ni wezi. Kuna watu wameokoka bado ni matapeli. Wanatembea wanasema tumeokoka lakini hakuna wokovu. Nimesema wokovu ni lazima ulipe gharama, kwa sababu unataka kitu kilicho bora. Hakuna mtu anapata kitu bora bila kukitolea jasho.